Hii ni sehemu ya pili ya Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa Amira karudi chumbani kwake hana amani kabisa. Kifua cha mchizi kimemchanganya kabisa ise. Bella kaisi mshikaji wake anaumwa au amepigwa hivi. Kumbe alikuwa anawaza alichokiona, maana mchizi alitaka kuvua mbele yake. Bella akajua itakuwa ameona Amira akasema alikimbia na ameahirisha mpango wake wa kwenda kumnunulia chakula. Bella kaisi huyu amezama kwenye penzi zito sasa. Huku Soma ametoka bafuni akamkuta rafiki yake Nera amekaa kwa kitanda chake. Ikabidi amtoe sasa, lakini kwa sababu amemzidi darasa wakataka kutumia ubabe hapa. Soma wala hata tikisiki. Tutakupiga ujue. Unadhani kwa sababu mimi ni mwaka wa kwanza ndo nitakuacha ufanye unachojisikia? Rafiki yake Nera akawa amesepa. Nera naye akaunga. Vitisho vizito ndo vimetoka hapa, si mnaviona? Usiku Amira usingize upande kabisa. Alikuwa anajigeuza tu muda wote. Kumbe alikuwa anamwaza Kewe bana. Amira akasema alipokutana naye mara ya kwanza alikuwa mtu mwema sana kwake. Hajui kwa nini kabadilika hivi. Bella akasema labda na mpenzi wake ameamua asisababishe matatizo tu. Sidhani. Au unampenda? Mimi hapana ise. Huku Kewi usiku akaokota simu ya Access. Alikuwa anataka kuonana naye. Sasa Access ni kiongozi wa wauni hapa chuoni. Mchizi akawa amegoma kwenda kuonana naye ise. Kulipokucha mida ya kwenda chuo, Jonathan akataka mpe lift mchizi, lakini mwana akagoma. Kewi akataka hadi kumpiga Jonathan. Naoma sana hii. Mchizi akiwa kazini kwake, basi mademu walikuwa nakuja kujigonga tu muda wote. Muda huo Amira na washikaji zake walikuwa wanaangalia tu kwa pembeni. Kila mwanamke alikuwa anataka kuwa kwenye mahusiano na Kewe. Hiki kitu kilikuwa kinawakera sana Bella pamoja na wenzake. Kiuhalisia ni kwamba Amira anampenda sana Kewe, lakini hawezi kumwambia wala hataki kuonyesha hilo. Jonathan yeye anamsubiri mchizi nje. Kitu anachokitaka ni kuwa karibu na Kewe tu. Pale wakaja vijana wa Access. Wanataka Kewe aende kwa bosi wao. Kewe akasema haendi popote pale. Miambi ikawa imesepa. Sasa Jonathan ana tatizo la athma. Ikabidi atumie dawa kwanza, maana pressure ilikuwa juu sana baada ya kuwaona wale washikaji. Walipofika hosteli, Kewa akataka kujua kwa nini wale watu walikuwa wanamtafuta. Jonathan akasema wanataka kulipa kisasi cha baba yake. Akasema kwenye kampeni zake kuna mtu alikufa, kwa hiyo wanataka fidia. Umeongea na mzee wako kuhusu hili? Jonathan akasema hapana. Jonathan anachokitaka ni Kewe awe mlinzi wake tu. Majibu ya Kewe hapana, yani hawezi kuwa mlinzi wa huu mchizi. Upande wa pili kusoma amempigia simu mzee wake, akamwambia anataka kubadilisha kozi asomee muziki, lakini mzee hakutaka kabisa kujibu lolote lile, akawa amekata na simu. Jonathan alipoona mwana hamuelewi, akaja kuanza kazi na yeye hapa mgawani. Kewe alipofika kashangaa kinoma yani. Ikabidi aungane naye tu kwenye kazi. Noma sana hii, lakini Jonathan hajazoea kuhudumia hapa. Alipopewa oda, si akadondosha vitu. Noma sana hii mtu wangu. Sasa mida fulani vya usiku, Bella akatoa wazo. Akasema watafute watu wajifanye wanamkaba Amira ili Kewe aje kumwokoa. Amira hakutaka kabisa hiki kitu, lakini kila mtu alikuwa anasisitiza kwa ajili ya kupima upendo wa Kewe tu kwa Amira. Kweli bana, Kewe akiwa hapa, wakaja Bella na Soma walikuwa nakimbia vibaya mno. Wakamwambia mchizi kuna watu wanamkaba Amira, acha Kewe akimbie kwenda kumwokoa ise. Mchizi alipofika akawadunda kisawasa wa watu, piga sana unaambiwa. Huku Bella na Soma walikuwa wanaangalia tu mchezo. Upo sawa? Hawajakuumiza? Amira akasema yupo sawa. Huku pacha yake Bella anaugulia vibaya mno, maana kapigika ile mbaya. Kwa nini umekuvamia? Sijui, yani umekuvamia tu. Ndiyo. Huku shangwe linapigwa vibaya mno. Kewe ikabidi amsindikize hadi hostel kwa usalama zaidi. Washikaji zake wakaja kumpongeza kishenzi hapa. Wakaisi wamefanikiwa jambo lao hivi. Mida fulani vya usiku Soma akiwa amelala akavamiwa na majambazi. Wakambeba msobe kumtoa nje. Wakamleta hadi kwenye chumba cha siri hiki. Wakampiga mkwara mzito. Wakamwambia anapaswa ajifunze kuheshimu wakubwa zake. Sasa hakuweza kuwatambua ni akina nani hawa, maana wamejifunika vitambaa usoni kote. Lakini sio Nera na wenzake kweli huyu. Senyewe mnaona Baada ya muda Soma kafanikiwa kukimbia. Akaja moja kwa moja hadi chumbani kwa Amira. Alikuwa analia kishenzi yani. Akasema alitekwa bila kujua ni akina nani waliomteka. Basi bana, asubuhi kulipokucha wakaenda kuripoti kwa uongozi. Ikabidi aitwe Nera hapa. Nera akasema jana aliwahi sana kulala na hakuona mtu yoyote anamtoa Soma chumbani. Sijamuona mtu. Soma amesema kuna wasichana wawili walimvamia jana, wakamkamata na kumtoa nje ya chumba. Unataka kusema anadanganya? Nera akasema kumuona mtu. Itakuwa alikuwa anaota tu. Sio kweli. Ulikuwepo wakati rafiki yako ananitisha. Nera akakana kabisa ise. Akasema Soma na tatizo la kuota usiku na muda mwingine huwa anapiga makelele sana. Mwalimu akashindwa kuiamua hii kesi. Ikabidi awatoe ili aendelee na uchunguzi. Wakati Bella na Amira wanatembea njiani, wakakutana na watu ambao waliwatuma kazi. Wakawaambia napaswa walipe, maana wamefanywa kitu mbaya sana. Mchizi amevunjwa mkono kwenye zoezi ambalo lilikuwa la kuigiza tu. Nilijua mtakimbia, sisi hatukujiandaa kama yule jamaa angekuja kutupiga. Waisa kaja hapa anataka kuingilia hili vagi. Mchizi akaweka pembeni kwanza, kidogo apigwe hapa. Acha Bella na Amira wakimbie. Walikimbia hao, wakaja moja kwa moja wakaingia kwenye gari ya Jonathan. Masela walipomwona Kewe tu, wakachimba mbio na mbiwa. Jonathan na Kewe walikuwa haelewi kinachoendelea.
Ikabidi Kewe akubali kupanda gari ya Jonathan kwa mara ya kwanza ise. Wakiwa njiani wakamuona Soma, ikabidi naye aungane nao hapa. Sasa hawa watu walitoka hadi nje ya chuo, lakini Kewe haelewi kwa nini wale watu walikuwa wanawakimbiza, lakini kila akiuliza lazima Bella ipotezee mada. Akaingiza mada ya kujirekodi video ya TikTok na nini vitu kama hizo. Mtu wangu, wakati unapiga story kila mtu akamzungumzia baba yake, kila mtu akataja tabia za baba yake hapa, lakini Kewe akasema mzee wake ashafariki hadi hivi sasa. Kila mtu akaguswa kwa namna yake. Sasa kila Kewe akiuliza kwa nini Amara alikuwa anakimbizwa na wale watu, mada inabadilishwa chapu. Mchizi ikabidi asepe sasa, maana hakuna kitu ambacho anakipata. Walikuwa wamekaa tu hapa, ikabidi kila mtu aunge tela, lakini Bella muda wote alikuwa anarekodi video tu, ila anataka kutoka, simu yake sikadondoka bana, ikajipiga kwenye jiwe ikawa imepasuka. Atamwambia nini mama yake? Maana hii simu amenunuliwa na mzee wake ise. Jonathan akasema atamnunulia mpya. Walifurahi kishenzi yani. Bella akasema au utanioa? Basi furaha tu ndani. Kewe akiwa chumbani, Masela wakaingia. Walikuwa wanataka kukiri kila kitu ambacho kilijiri siku ile. Ikabidi waje hostel anakoishi Amira baada ya Kewe kuelezwa kila kitu. Amira alipowaona tu akajua mambo yameharibika. Ikabidi aombe msamaha tu hapa. Akasema alikuwa na rekodi video ya kujifurahisha tu, lakini nimewaumiza, sikutarajia, samahani. Mnataka walipe nini? Ni walipe? Bora ukubali, awe mpenzi wangu tu. Unataka nikupige tena, si ndio? Kewe akamtaka Amira aombe msamaha hapa. Amira akafanya hivyo. Masela akawa amesepa. Mchizi naye akawa ametembea hapa, hataki tena maongezi. Soma na Nera kwa sasa zihivi kabisa. Soma akasema lazima Nera alipe kwa kile ambacho amekifanya, lakini Nera akasema hahusiki na chochote kile. Humu ndani kwa sasa ni vita tu, kila mtu ni mbabe hapa. Sasa kumbe Soma alikuwa na rekodi kila kitu ambacho alikuwa anaongea Nera, lakini bahati mbaya ni kwamba Nera hakukiri kuhusika na utekaji. Hilo ndo tatizo lilipo sasa. Hajapata alichokuwa nakitaka. Baada ya muda Bella akawa ameondoka hapa. Kila msichana kwa sasa anataka kuwa na Jonathan. Hiki kitu akipendi kishenzi. Sasa ataepuka vipi hili? Pale pale akaja Bella akajifanya mpenzi wake na nini. Wale wasichana akawa wamesepa, maana hawezi kukaa sehemu ambayo mchiza na mpenzi. Umeniokoa sana ise. Zawadi yangu iko wapi? Kwa lipi tena? Kuwaondoa wale wasichana kwako? Unatania wewe? Kwenye mkono wako kuna nini? Kumbe mchizi alishamnunulia simu kitambo tu, tena iPhone zile toleo la kwanza kabisa, yani toleo jipya. Ni milioni ngapi hiyo kweli? Hebu nikumbusheni hapo kwenye comment. Jonathan akaelekea kantini. Amira naye akaendelea na safari zake. Kama kawaida Jonathan akaja kufanya kazi na Kewe. Pale pale akaja mteja tena. Alipoagiza chakula tu, acha wagombanie. Nani atamhudumia hapa? Amira, Bella pamoja na Soma muda wote wakawa wakauki hapa kantini. Jonathan naye akawa anaungana nao. Baada ya muda Waisa naye akaingia. Mipango ikaanza kupangwa hapa. Sasa hiki kikao kilikuwa ni cha kumtafutia kazi mpya Kewe. Lengo asiendelee kufanya kazi hapa. Mpango ukawekwa kati sasa. Mida fulani vya usiku Kewe akapokea simu akaambiwa kuwa kuna kazi anapaswa kwenda kuifanya na kazi yenyewe ni ya ukarimani tu. Jonathan alikuwa anashangaa, ni kama haelewi kitu kinachoendelea hapa. Kweli bana, kesho yake akaja kuonana na mwenye kazi, huku genge la Amira lilikuwa linaangalia kila kitu ambacho kinaendelea. Baada ya maongezi ya Kewe na mwenye kazi, Jonathan akaokota simu, akaambiwa amekubali ataanza kazi kesho na watamlipa 10,000 kwa siku. Sasa mtu ambaye atakuwa anailipa hii pesa ni Jonathan. Si mnaona anachokifanya Jonathan? Wamefanya hivi ili Kewe aache kufanya kazi pale kantini, maana hawapendi kabisa kumwona anafanya hiyo kazi. Lakini mwana kuacha, kinachomchanganya zaidi atalipwa na ile 10,000 kwa kufanya ukarimani wa maneno mawili tu kwa siku. Hivi kweli hata wewe ungeacha hii kazi? Lazima ufikirie kichwani kwanza. Mbona kazi kidogo alafu malipo makubwa? Sasa Kewe ikabidi amtafute Waisa. Anataka kujua nani yupo nyuma ya huu mpango. Mchizi alipomwona Waisa akatumia vitisho vya kutosha tu. Mwisho mchizi akasema ni wazo la Bella. Kewe akatoka spidi vibaya mno. Akajua tu kuwa Jonathan ndo atakuwa anasimamia mchongo mzima. Basi bana, Kewe akamfuata mchizi chumbani. Unanichukuliaje? Unamaanisha nini? Kwa nini unanilipa na ile 10,000 kwa kubadili maneno mawili tu kutoka Kiingereza kwenda Pidgin? Jonathan haelewi. Usinidanganye. Jonathan akasema alitaka msaidie tu. Mchizi hataki msaada, akaomba namba arudishe ile pesa. Hataki kabisa mazoea na pesa za watu. Unajikuta nani wewe? Ngoja nikwambie, mtu ambaye hana marafiki ni kama amekufa tu. Hatujali hali yako, lakini usidharau muda wetu tulioutoa kwa ajili yako. Jonathan akawa amesepa ise. Sasa dogo akaja kukaa huku nje peke yake. Baada ya muda Soma akawa amefika hapa. Akamwambia Kewe ameshajua kuhusu ile kazi. Sielewi nitamuonyesha vipi mimi ni rafiki mwema tu kwake. Soma akasema labda ndo yuko hivyo, maana alisema babaka amekufa, kwa hiyo inawezekana kipande chake pia kilikufa na yeye. Jonathan anatamani sana Kewe awe rafiki yake, lakini mwana anagoma kabisa. Lakini kinachomshangaza ni kwamba imekuwaje Amira na Kewe wamekuwa marafiki aise. Kwa sasa Jonathan hataki pia mazoea na Kewe na ana mpango wa kuhama hiki chumba kesho tu mapema. Kewe akawa anakumbuka namna ambavyo mama yake alimtelekeza kwa bibi yake na yeye akaenda kuolewa na mwanaume mwingine.
Asubuhi na mapema Jonathan akajiandaa na sepa darasani. Muda huo Kewa alikuwa amelala tu. Aliposhtuka akauliza, "Kwa nini hujaniamsha? Sijawahi kufanya hivyo." Kewa amechelewa darasani aisee. Jonathan akasema ameweka vitu vyake sawa, muda wowote atasepa huko ndani. Amira akakutana na Jonathan. Akauliza, "Kewa yuko wapi? Amekuwa mkoba wangu au kuna kitu hakipo sawa kati yenu?" Jonathan akasema anahama kwenye kile chumba. Kwa nini? Amejua kuhusu kazi na anataka kunirudishia pesa yote. Sasa Amira ikabidi amfuate Kewa hosteli. Alipofika tu akaanza kumfokea mchizi. "Hivi unajua Jonathan anataka kuhama huko ndani? Nani kakwambia? Haupasi kujua. Watu wanajitoa kwa ajili yako, lakini haujali kabisa. Ndio wamekutuma uje useme hivyo? Nilifikiri wewe ni mtu mwema uliponisaidia siku ya kwanza. Kwa sasa simuoni huyo mtu tena. Kwa hiyo sijaomba marafiki. Bora nibaki peke yangu tu." Amira alikuwa mkali kishenzi yani. Akamwambia Jonathan ni mtu mwema tu, hautakuja kukutana na huyo mtu tena. Mchizi akashangaa kinoma yani. Haka kanajiamini nini? Leo Amira na wenzake hawakuja mgahawani. Mwana alisubiri sana lakini hakuna kitu. Alikuwa muda wote anaangalia tu kama anakuja au vipi. Lakini watu hawakutokea. Vitu kaa hizo mtu wangu. Sasa usiku Bella alikuwa analalamika amepata F kwenye mtihani wake wa kwanza kabisa chuoni. Alipomuuliza Amira, yeye akasema amepata A. Imekuwaje na tunakaa wote hapa? Siku nyingine soma ili uelewe, sio kusoma tu ili mradi, sawa? Mishele fulani vya usiku Kewa akakutana na wahuni. Leo bosi mwenyewe ameamua kuja kuzungumza na mchizi. Access akasema anataka Kewa ajiunge na kundi lake. Lakini Kewa akagoma. Access akamwambia kuwa hiki chuo chote kipo chini yake. Kwa hiyo ajitazame sana kwenye hili. Kwa hiyo unanitisha, si ndio? Sio hivyo mzee. Bado Kewa akagoma. Access akasema kama hautaungana na sisi, najua utajiunga na wengine tu. Kewa akasema hatajiunga na mtu yoyote yule na hataki makundi. Access akasema kijiunga naye tu, kila mtu atamuogopa hapa chuoni na atamfanya awe na nguvu sana. Kewa bado haelewi na hataki kabisa kujiunga nao. Kila kitu ambacho ninakitaka mimi lazima nikipate. Nisipokipata nitajaribu tena na tena na tena hadi nikipate yani. Access akasema kirudi tena hapa atapiga mziki mzuri kama DJ vile na ataucheza tu huo mziki. Huyu Access ana kigugumizi vibaya mno. Kwa hiyo muda wote ambao anaongea yeye anapiga kigugumizi tu. Kewa akamshika bega Access, wapambe wakamtoa. Kewa akawa amesepa ise. Wapambe wanamtamani kishenzian, lakini bosi akawa amegoma, hataki vita hapa. Sasa hapa chuoni kutakuwa na mashindano ya urembo hivi karibuni. Hili tangazo wameliona soma. Kwa hiyo akalileta kwa mashoga zake huku. Sasa mwisho wa siku wakampendekeza Amira ashiriki kwenye hili shindano kwa sababu uzuri anao ise. Amira hakuwa tayari kwenye hili, lakini Bella akachukua maamuzi ya kwenda kumsajili kwa lazima tu. Huku Kewa na Jonathan hazivi kabisa kwa sasa. Kila mmoja anapita njia yake hapa. Sasa Jonathan akamwambia kina Amira kuwa licha ya ugomvi ambao yuko nao yeye na Kewe, hana mpango tena kuhama kwenye kile chumba. Ataendelea kusalia mle mle ndani kwa sababu kile chumba amekipenda sana ise. Mwisho Jonathan akaomba kama vipi waende kwenye sherehe jioni ya shangazi yake. Ikabidi wamwalike Waisa pamoja na Soma pia ili waungane kwenye hiyo sherehe. Wakati Kewe anafanya kazi, akapokea simu kuwa kuna kazi anapaswa kwenda kuifanya usiku. Mwana akawa amekubali bana, si anatafuta pesa bana. Kwa hiyo lazima aende kuifanya tu. Basi bana, usiku wa leo marafiki zake Soma wakamtaka ajiandikishe kwenye shindano la kuimba litakalofanyika hapa chuoni. Japo Soma alikuwa anakataa na nini, lakini mwisho akawa amekubali. Kwa hiyo kwenye urembo atashiriki Amira, lakini pia kwenye kuimba atashiriki Soma, na mshindi wa mashindano haya ataondoka na naira milioni 1. Kwa hiyo meneja wao akawa Bella hapa. Muda wa kwenda kwenye party ukao umefika mtu wangu. Jonathan akaja na Wise hapa kuwachukua na nini vitu kaa hizo mtu wangu. Walipofika huko ndani kila mtu alikuwa anashangaa vibaya mno. Ni pazuri hapa ndani unaambiwa. Ikabidi Jonathan amfuate shangazi yake kwanza. Baada ya muda wakaletewa start hapa na nini, acha Wise akimbilie. Noma sana hii mtu wangu. Lakini pia baada ya muda kupita Kewa akaleta vinywaji. Alishangaa kinoma kuwaona hawa watu hapa. Nani kawalika hapa? Je, ni mpango wa Jonathan au nani? Kumbuka bado Kewe hajui kama yeye na Jonathan ni watoto wa baba mmoja. Sasa itakuwaje kama akijua? Tukutane sehemu ya 3 mtu wangu ya tambala hili linaitwa Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.